Sababu kilichotuleta ni uzinduzi wa awamu ya pili. Ni washukuru sana wote walioshiriki kwenye uzinduzi wa awamu ya kwanza. Walikuwa washiriki takriban 5681. Ni washiriki wengi sana ambao walijenga imani na wakashiriki kutoka Tanzania nzima. Na washukuru sana washiriki wote ndani ya nchi. Asanteni sana kwa kushiriki. Natambua kulikuwa na changamoto mbalimbali. Na nimefurahi kwamba mkurugenzi amezieleza. Hajazitaja tu changamoto, lakini ameeleza na ufumbuzi. Nataka niwahakikishie yale aliyoyasema ni ya kweli, tumeyaboresha na tutaenda kuyasimamia ili kuhakikisha mchakato wa awamu ya pili unakuwa kwanza ni mchakato ulio huru, wazi, lakini unaaminika toka kwa wanaofanya uchambuzi na hata the whole process ya kuwapata wale walioshinda. Kwa hiyo nataka muwe na imani kwamba kama hukupata nafasi ya kushinda awamu ya kwanza na unaamini una uwezo, labda process hazikukufikisha pale, kwa maboresho tuliyoyafanya, niwaombe sasa mshiriki katika mchakato wa awamu ya pili, na wale wenye mawazo bora watashinda, kwa sababu tumejifunza kutoka awamu ya kwanza na tumeboresha zaidi katika awamu ya pili. Niwapongeze kipekee wale ambao walishinda awamu ya kwanza. Ushindi ulikuwa wa aina mbili. Kwanza, wale ambao mawazo yao yaliingia kwenye tathmini kati ya 5681, mawazo 106 yalishinda. Hawa wanahitaji pongezi, na wapongeza sana. Na mawazo yao hayajapotea, yapo, tunayo na tunayatumia. Mawazo tunayoyapata ni ya aina mbili. Kuna mawazo yanayohitaji mabadiliko ya usimamizi wa kodi ya kiutawala, administrative improvement, administration ya tax laws, ambayo wala haihitaji mabadiliko ya sheria. Haya ni juu yetu sisi kuyafanyia kazi, na katika 106 yapo. Nataka muamini, mkiona kuna baadhi ya mawazo yenu yanafanyiwa kazi, ni kwa sababu ya mchango wenu mlioutoa wa mawazo, na ambayo tunayatumia sasa katika kuboresha usimamizi wa kodi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo nawapongeza sana wa 106, lakini kipekee tuliwapongeza, na nirudie leo kuwapongeza walioshinda sasa. Katika 106 walishinda 9. Walishinda 9 na mawazo yao yote yameshaanza kufanyiwa kazi. Nawapongeza sana hao washindi, hongereni sana. Lakini tulisema kabla ya mchakato kwamba wakishinda tutawapa zawadi, na tuliwapa kweli zawadi. Tungekuwa hatujawapa zawadi, tusingekuwa na nguvu leo ya kuja hapa kuzungumza. Tulisema mshindi wa kwanza tutampa milioni 50, na kweli tumeshamkabidhi milioni 50. Tulisema wanne wanaofuatia tutawapa milioni 30, na kweli tuliwapa milioni 30. Tukasema na wale wengine watapewa milioni 10, 20, tukawapa na wenyewe milioni 20. Kwa hiyo tukisema tunafanya, na haya tutakayoyasema leo pia tutafanya. Kwa hiyo naomba muamini kwamba hautapoteza muda wako, hautapoteza energy yako, hautapoteza attention yako, bali kwanza utakuwa umesaidia nchi yetu. Ukisaidia TRA umesaidia nchi yetu. Lakini pili,
na wewe utabaki kwenye records kwamba kati ya watu milioni 60, zaidi ya milioni 60, kuna mawazo yako ambayo yamechangia usimamizi wa kodi na uwezeshaji wa biashara ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo nikizungumza hivyo, maana yake nawaomba sasa mjitokeze kwa wingi sana kwenye mchakato tunaozindua leo. Malengo ya kupata mawazo bunifu yako mengi, lakini makubwa mawili. La kwanza, TRA ni chombo cha wananchi. TRA ni taasisi ya wananchi, na moja ya kazi kubwa tunayofanya ni kuirudisha TRA, kuipeleka TRA kwa wananchi, muione ni taasisi yenu, kila inachofanya inafanya kwa niaba yenu. Kodi zinazokusanywa na TRA ni za wananchi, zinatumika kwa manufaa ya wananchi, na chombo kinachofanya usimamizi wa sheria za kodi ni cha wananchi. Sasa kuna njia nyingi ya kuirudisha, kuipeleka TRA kwa wananchi. Mojawapo ni hii ya kuwashirikisha wenyewe kwenye usimamizi wa sheria za kodi ndani ya nchi. Kama asilimia kubwa ya Watanzania wanafanya shughuli zao za kiuchumi wao wenyewe, hawajaajiriwa, wengi hawajaajiriwa, wanafanya shughuli zao, ni lazima TRA iwezeshe biashara zao, ni lazima iwezeshe biashara zao. Na namna gani tunawezesha? Lazima wao waseme ni namna gani wanataka biashara ziwezeshwe, namna gani wanataka TRA isimamie sheria za kodi. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais, alisema kwamba kwanza, nendeni mkashirikiane na wafanyabiashara, muwe sehemu yao, lakini pili, mtende haki na msitumie nguvu katika usimamizi wa kodi. Alizungumza vile kwa sababu wananchi walitaka vile, na hata wafanyabiashara wanataka hivyo, na ndio maana TRA tumefanya hayo. Sasa haya ni sehemu tu ambayo yamezungumzwa, yapo mengine. Sasa hawa watakaotoa mawazo watazungumza kwa niaba ya wananchi, namna gani mnataka TRA iwe, namna gani mnataka watumishi wa TRA wawe. Tunapata feedback kwa njia nyingi. Haya mnayoyaandika mawazo ni sehemu ya feedback ambayo tunaipata, namna gani mnataka TRA. Kwa hiyo tutayathamini sana, na hii ndio sababu ya kuanzisha mchakato wa ubunifu kwa kuwashirikisha jamii, kwa kuwashirikisha wananchi. Ni kutaka mrejesho na kutaka sauti yenu ya namna gani mnataka TRA iwahudumie. Kwa hiyo tunathamini sana, na ndiyo maana tumeanzisha huu mchakato. Lakini sababu ya pili, dunia inabadilika sana, biashara zinavyofanywa zinabadilika sana. Makamu wa Rais, utakubaliana na mimi, zamani ilikuwa biashara ni lazima uwe na duka, yaani uende ukakodishe duka ndio unafanya biashara, unaweka vitu vyako, watu wanakuja wananunua. Siku hizi sio hivyo tena, biashara zinafanywa online, na hata pale Kariakoo au maeneo mengine, wale waliokuwa wanajenga nyumba za kupangisha, biashara kubwa ilikuwa ni kujenga maduka, lakini sasa hivi biashara kubwa ni stores za kuhifadhi bidhaa, kwa sababu mtu hahitaji tena kuwa na sehemu ya kuonyesha bidhaa zake, anaonyesha through online. Sasa hata sisi TRA, usimamizi wa biashara ulikuwa unaenda physically kwenye duka.
Sasa ukifanya hivyo hutaweza, kwa sababu namna ya kufanya biashara imebadilika. So unahitaji new ideas zinazoendana na new ways of doing business ili tuendane na mabadiliko yanayotokea. Huwezi kuyapata hayo kama hujawashirikisha wafanyabiashara wenyewe, kwa sababu katika hawa wa online wako wa aina mbili. Wapo ambao wanalipa kodi na wapo wengine ambao hawalipi kodi. Kwa hiyo wale wanaolipa kodi watasema biashara sasa hivi sio lazima uende physical, lazima uende online. Usipofanya hivyo kutakuwa hakuna usawa, watakuwepo wachache wanalipa na wengine hawalipi. Kwa hiyo sababu ya kuomba mawazo ni kwa sababu kuna mabadiliko makubwa ya namna ya kufanya biashara katika ulimwengu wa sasa hivi, ambao unaendana tofauti na tulivyokuwa tunafanya biashara zamani, ambao pia utahitaji hata usimamizi wa biashara na kodi uwe tofauti kulingana na aina ya biashara zinazofanyika sasa hivi. Hii ni moja ya sababu kubwa inayotufanya tuhitaji mawazo bunifu ya namna ya kuadminister tax laws katika mazingira ya biashara ambayo yamebadilika sana. Kwa hiyo naamini hizi na sababu zingine ndizo ambazo zimetufanya na tutaendelea kusimamia hivyo. Lakini amezungumza hapa Dr. Mdee kwamba tumejifunza kutokana na awamu ya kwanza. Na mimi nataka niwahakikishie, la kwanza, wananchi walisema wanataka uwazi sana. Tumejenga mfumo ambao kila hatua, yule ambaye ameandika wazo bunifu akatuma kwenye mfumo atapata majibu ya kila hatua wazo lake lilipofikia. Hautasubiri mwisho, takwambia tumeshapokea, nakwambia ime qualify, imeenda kwenye evaluation, nakwambia sasa subiri, timu ya evaluation inapitia, sasa imeshapitia, la kwako limeingia. Huu ndio uwazi tunaozungumza ambao tumeuboresha. Haya yanatokana na mafunzo ya mwanzo. Lakini la pili, TRA tulikuwa tunashiriki kwenye awamu ya kwanza ya kupokea mawazo. Sasa hivi TRA hatutashiriki katika maamuzi yoyote. Tumeteua timu ambayo kwanza ina watu ambao ni wabobezi, wataalamu, mtawaona leo hapa. Lakini pili, haitaingiliwa, itakuwa independent in decision. Lakini tatu, tutaifuatilia itende haki. Pamoja na kwamba tumeiacha yenyewe, hatutaiacha tu na yenyewe ipendelee watu, hapana. There will be checks and balance. Kazi yetu itakuwa ni kuiwezesha itimize wajibu wake. Kazi yetu itakuwa ni kuangalia na wao wanatenda haki. Mwisho wa siku wafanye maamuzi. Kwa hiyo ni timu iko wazi, ni timu iko huru, ni credible, inaaminika kwa sababu imechukua watu kutoka maeneo ambayo ni credible, lakini na watu waliomo mle ni competent na wanaaminika. Kwa hiyo hii nayo inafanya watu wengi tuwaombe muamini na mshiriki katika kutoa mawazo. Lakini la pili, maboresho ya zawadi tumeyaboresha sana. Amezitangaza hapa, naomba sasa mimi nizitangaze hizi zawadi, nizirudie tena. Tutakuwa na zawadi za aina mbili. Tutakuwa na zawadi za waliofanikiwa kuingia kwenye tathmini. Sasa tumekubaliana wale ambao wata qualify tutawapa 100,000.
Mwaka jana waliqualify 106 kwenye awamu ya kwanza. Kwa sababu tumeboresha na timu itaeleza vigezo vitakuwa wazi, a serious person hawezi kushindwa kuingia kwenye tathmini. Kwa hiyo hata ikitokea watu 1000 wakaingia kwenye tathmini ya kuanza kuchuja, tumejiandaa milioni 100 kuwapa kila mmoja $100,000 hapa $100,000. Kwa hiyo ninawahamasisha wengi waje, sio tu 1000, hata wakiwa 2000, kwa sababu TRA ni ya nani? Si ya jamii. Na hela hizi ni za nani? Si za jamii, zinaenda kwa nani? Yes, fine. Nikupongeze wewe na timu yako. Niwaambie tu kwamba jambo hili mnalofanya ni jambo kubwa sana. Kubwa sana. Yaani yawezekana watu wakaona kwamba ukumbi una watu wasiozidi 500, lakini nataka nikwambie, nilikuwa naangalia takwimu za Global Innovation Index. Tanzania ni moja ya nchi ambazo kwenye eneo la ubunifu bado hatufanyi vizuri. Kwa hiyo tukio hili maana yake ni moja ya matukio ambayo yanakwenda kupandisha nafasi ya nchi katika ajenda ya ubunifu. Kwa hiyo tunafanya jambo kubwa, na hivyo tunakupongeza, tunasema hongereni sana. Jambo la 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania tunaunga mkono jitihada za Mamlaka ya Mapato Tanzania, na tunaamini kwamba jambo hili litaongeza tija kubwa sana kwa sababu hizi zifuatazo. Jambo namba 1 ni kwamba kwanza tumefurahi jinsi ambavyo unafanya jambo ambalo linawashirikisha Watanzania wote na linatoa fursa kwa kila mtu kuona kwamba kumbe Mamlaka ya Mapato sasa ni chombo cha kwao wanachoweza kutumika na kushiriki kusaidia kubuni na kufanya maboresho yatakayoleta ufanisi. Kwa hiyo hii inaongeza zaidi mashirikiano na mahusiano baina ya mamlaka na wananchi, na kwa sababu hiyo tunaliona jambo hili kumbe hata sio la kwako peke yako, bali ni jambo la Watanzania wote. Namba 2, jambo hili tunaliona kwamba linakwenda kuongeza tija katika shughuli za mamlaka, lakini na shughuli za kitaifa kwa ujumla. Moja ya mamlaka ambayo tunakutana nayo sana katika huduma zetu za kibiashara na uwekezaji nadhani ni Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa misuguano mingi, kugongana kukanyagana huko kwingi, lakini tunaamini kwamba kwa kutumia mikakati hii mnayoifanya ya kuleta ajenda ya ubunifu itakayoongeza wigo wa kodi, itakayoboresha huduma za TRA, itakayowezesha wadau wanaolipa kodi tukaongezeka, basi tunaamini kama Watanzania wengi tutaingia katika wigo huu, basi itasaidia pia kupunguza migongano na mivutano. Maana moja eneo ambalo tunalilalamikia sana sisi ni kwamba bado walipa kodi milioni 3 Tanzania kati ya population ya watu milioni 60 ni hesabu ndogo sana. Na tunaamini kwamba haya yanayokwenda kufanyika yatasaidia kuongeza wigo huu, na walipa kodi tukiwa wengi, basi tutashiriki kwa kikamilifu kuchangia shughuli za maendeleo ya nchi yetu. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba ni jambo zuri kutoka kwenye mpango huu ni swala la kukuza ubunifu. Swala la kukuza ubunifu, na tunaamini kwamba hii dunia yote tunayoiona ni matokeo ya ubunifu. Na ubunifu mkubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi na timu yako yote, unatoka sekta binafsi. Kwa asilimia zaidi ya 90 mambo yote yanayofanyika huwa yanaanzia sekta binafsi. Kwa hiyo tunafurahi kwamba mchakato huu unawashirikisha sekta binafsi kwa ukubwa. Sasa hapa nimeona zawadi ziko 3. Nilikuwa natamani Mheshimiwa, pengine kama sehemu ya mapendekezo yetu, mbali na sherehe za kuwatunuku na kuwatuza washindi, fikirieni pia kuwa na sherehe za kuwakutanisha wote walioshiriki katika ubunifu, na ikiwezekana hata mkiwapa zawadi ya $100,000 kama sehemu ya kutambua mchango wao. Maana kazi ya kubuni ni kazi ngumu sana. Kula nao chakula cha pamoja, kuwatia moyo, ni moja ya mambo ambayo yataongeza ukubwa wa jambo hili na kulifanya kuwa na tija kubwa zaidi. Lakini mwisho, tunapenda kusema kwamba Chemba ya Taifa ya Biashara Tanzania itashirikiana kwa dhati na mamlaka na wadau wote
kusukuma mbele ajenda ya ubunifu ili hatimaye tuongeze wigo wa mapato ya nchi yetu. Maana sisi kama sekta binafsi tunaona kwamba huenda hicho mnachokikusanya pengine kinaweza kuwa ni nusu tu, lakini kama wabunifu watafanya kazi yao vizuri, basi tunaweza kwenda mara 2 mara 3. Na nimeona kamati ambayo mmeiteua karibia nusu ninawafahamu, maana tunakutana nao kwenye michakato ya ubunifu. Kwa hiyo tunaamini ni watu makini watakaosaidia ufanisi wa jambo hili.